Okay, karibu sana ndugu mfuatiliaji wa Faulink channel. Leo naenda kuonyesha jinsi mfumo wetu unavyofanya kazi. Cha kwanza inatakiwa uingie kwenye browser yako kama kawaida. Ukishaingia kwenye browser yote eza Chrome au Google au Opera Mini, unaandika tu neno Faulink. Unaandika neno faulink.com. Ukishaandika faulink.com, ukishapiga enter utakutana na mifumo yetu kama kaida. Kama unavyoona hapa, utakutana na mfumo wa matokeo, mfumo wa mauzo, mfumo wa uhasibu, mfumo wa vikoba, mfumo wa mikopo, mfumo wa ratiba na mifumo mingine. Kwa kama unahitaji mfumo wa mkopo, mfumo wa matokeo, basi utaklik hapa hivi kupata mfumo wa matokeo. Utakuja kama unavyoona, hizi zote ni sample za mifumo yetu. Hapa ni mfumo wa matokeo ambao unaweza ukautumia kwa madarasa tofauti tofauti, lakini pia unakupa option ya kuongeza masomo, kuongeza testi na vitu vingine. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, wewe unajisajili hapa hivi, unajisajili kama kawaida. Code tutajisajili. Kwa mfano mimi nijisajili kama FM, naweka barua pepe, niweke kama hapa ndo barua pepe yangu hapa. Then niweke namba simu niweke hapo kama kawaida. Then naweka password. Ukishaweka password unajisajili kama kawaida. Hapo umefanikiwa kujisajili. Mfumo unatuambia umefanikiwa kujisajili. Ukishajisajili sasa, inatakiwa sasa uingie sasa kwenye mfumo. Nimeshapata kuingilia kwenye mfumo hapa, then naingia kwenye mfumo kama kawaida, mfumo wa matokeo. Ukiingia kwenye mfumo wa matokeo hapa, kama unavyoona, mfumo unakupa option, unaadi madarasa ulionayo hapa hivi, unaadi madarasa ulionayo hapa. Utakuja kuadi masomo ulionayo, unaendelea kuadi masomo kama unavyoona hapa. Hapo utaadi wanafunzi, utaingiza majina ya wanafunzi, lakini pia unaweza export majina kutoka kwenye, unaweza import majina kwenye Excel kama unavyoona hapa. Lakini pia utaanza kuingiza marks. Utaanza kuingiza marks kwa kuchagua darasa madarasa ulionayo. Hapo utapata matokeo ya kubandika. Utakuwa unachagua darasa kwa ile madarasa uliyoweka, then unakuja unapata matokeo yako kama kawaida. Kwa mfumo unakupa option ya kupata vyeti kwa kila somo, cheti kwa kila overall na kwa masomo yote, lakini pia unapata cheti cha somo moja moja. Lakini pia unapata matokeo ya mitihani kwa kila somo. Pia hapo na edit school information, kupata ile ripoti ya mwanafunzi moja moja. Kwa ukimaliza una log out, then unaendelea na mifumo mingine. Kwa hiyo hapa ni namna ambavyo unaweza kutumia mfumo wa matokeo. Hapa pia ni option, kama unataka kutumia mfumo wa matokeo kwa darasa moja, hapo unaweza kutumia mfumo wa matokeo kwa shule nzima, mama darasa tofauti tofauti. Kwa hapa hivi na mfumo kwa shule nzima, lakini pia hapa mfumo kwa primary. Ukishamaliza unarudi hapa. Sasa hapa kuna mfumo wa mauzo. Mfumo wa mauzo pia unaweza ukautumia, unaweza kujisajili na ukapata vitu vingi unavyohitaji kwenye mfumo wa mauzo. Tuangalie mfano. Mimi naweza nikajisajili hapa nipate mfumo wa mauzo. Naweza nikajisajili hapa kwenye mfumo wa mauzo. Unajisajili kama kawaida. Najisajili hapa, najisajili kama kawaida. Najisajili hapo kama kawaida. Kisha jisajili. Mfumo unakuambia umefanikiwa kujisajili kikamilifu. Kwa hapa naweza nika login sasa. Naweka jina langu,
nililosajilia. Hapa naweka password, then naingia kwenye mfumo kama kawaida. Kama unavyoona hapa ndo mfumo wangu hapa ndo dashboard ya mfumo wa mauzo. Kwa hapo kama nataka kuingiza bidhaa, basi naingiza kama kawaida. Hapa naanza kuingiza bidhaa hizo nazo. Tuseme labda na namba ya kwanza naingiza jina la bidhaa, maybe hapa mimi nauza lotion. Hapo bei ya kuuzia, hapa nitakuwa nauza kwa shilingi 5,000. Store ninazo 100, lakini bei ya kununulia maybe ninunulia shilingi 100. Kwa hapa na add product, nina add bidhaa hapo kama unavyoona imejitokeza huku. Kwa sasa nikija huko kwenye dashboard kufanya mauzo sasa, kwa sababu bidhaa zishaingia hapa, nakuja kufanya mauzo. Kwa bidhaa zote ulizoziingiza huku utakuwa unakuja unachagua kama hapo unavyoona, unachagua lotion, inakuja bei yake na kwenye store nakwambia ipo ngapi. Kwa hapa naweka tu kwamba nataka lotion, mteja anataka lotion ngapi, maybe 5. Kwa kama kawaida nachagua tarehe, amenunua tarehe ngapi, then na rekodi kama kawaida kama unavyoona hapa. Amenunua 5, kwa atakiwa alipie shilingi 25,000. Hapo unaweza ukaedit kama kawaida. Lakini hapa nikirudi kwenye dashboard naweza sasa kuja kupata summary. Sasa naweza kupata summary. Kumbuka nilinunua kwa shilingi 100,000, nimeshauza 25,000. Kwa maana bado sijapata faida, bado nina loss 75,000 kama unavyoona. Kwa mfumo ni mfumo bora kabisa ambao unakupa ripoti zote kamili kulingana na taarifa ulizoziingiza. Kama unavyoona inakuletea loss. Sasa tuchukulie mfano, turudi kwenye dashboard afu niweke mauzo kwamba nimeuza maybe hizi zote zilikuwa nimeshauza 5, zimebaki 5, nimebaki 95. Kwa niweke hizo 95 zote, na maana bidhaa zangu ziishe. Hapa nakuja angalia, na uzikishabaki tu chache inakupa kabisa angalizo kwamba kuna bidhaa chache. Ukishakuja kuangalia hapo na unajua kwamba okay, nimepewa angalizo kwa sababu tayari mzigo wangu umeisha, lotion zimeisha, kwa ndo maana nimepewa angalizo. Kwa mfumo unakuwa na kujulisha chochote unacho popote unapofikia. Kama mzigo umebaki kidogo store, basi mfumo unakuwa unakujulisha kama unavyoona hapa. Sasa twende tukaangalie kwenye faida. Sasa tukaangalie kwenye ripoti. Lengo tuangalie ripoti kama unavyoona hapa. Mauzo niliyouza jumla ni 500,000 kwa sababu nilikuwa na bidhaa, nilikuwa na 100, nilikuwa nauza kwa 5,500. Kwa jumla mauzo nimeshauza 500,000 na nilinunulia 100,000. Kwa kama unavyoona hapa, ina maana faida ni 400,000 kwa sababu nilinunulia 100,000 na nimeuza kwa 500,000 kama unavyoona hapa. Kwa profit tayari hapa mimi nina faida. Kwa hiyo mfumo ni mfumo safi kabisa, unakupa ripoti zote na ripoti za uhakika. Tuangalie ripoti kwa tarehe. Unapata ripoti kama kawaida kwa kila tarehe, kama kawaida na kupa kwa kila tarehe. Lakini pia unakuja kupata mauzo sasa kwa bidhaa. Unachagua bidhaa moja moja. Kwa mfano mimi hapa nina lotion peke yake, kwa hiyo unachagua, unaangalia. Kwa kama ningekuwa na bidhaa tofauti pia ningepata details zake. Hapa inakuonyesha kabisa tarehe fulani bidhaa ziliuzwa shingapi, tarehe fulani ziliuzwa shingapi, kwa gharama zipi. Kwa mfumo unakuwa unakuongoza. Kwa ukija kwenye summary ya mauzo, mtasari wa mauzo yote, ina maana hapa pia unatafuta, unaangalia je, unataka ripoti ya mwezi huu hapa, unataka ripoti ya mwezi au unataka ripoti ya mwaka. Unakuwa unapata ripoti kama kawaida.
Okay, lakini pia kuna matumizi. Inawezekana kuna matumizi ulikuwa unayafanya. Unaingiza matumizi ulionayo. Kwa mfano labda matumizi uliofanya, labda ulikuwa unanunua chakula hapa, labda hapa umenunua 5,000 ali-approve nani? Lazima tuambie ali-approve nani, labda ali-approve bosi, tarehe gani unaweka. Kwa kila siku utakapokuwa unafanya matumizi unaweka tarehe na unaweka kiasi na yule ali-approve. Kwa unakuwa unapata ripoti ya matumizi kama unavyoona huku hivi. Kwa unaweza ukaedit matumizi na unaweza ukadelete. Lakini hapo unaweza kupata report sasa ya matumizi yote yaliyofanyika kama unavyoona unapata report. Lakini pia unaweza ukasave au ukaprint, pia unaweza ukadownload kwenye Excel. Hapo unaweza tu kuangalia matumizi yote yanakuwa yanakuja na list hapa chini. Okay, hapo kuna report sasa ya mauzo, report kamili ya mauzo sasa unaipata hapa kama unavyoona. Mfumo ni mfumo safi kabisa ambao unakupa details zote unazopata. Kwa mfano hapa unakupa gharama ya ununuzi ilikuwa 100,000. Mauzo yote yalikuwa shilingi 500,000 kama tulivyoona kule mwanzoni. Jumla matumizi ambayo yameshafanyika matumizi ya 5,000. Faida halisi iliyopatikana ni 400,000 kwa sababu tulinunulia 100,000 tumeweza kwa 500,000. Kwa ina maana tumepata 400,000 faida halisi. Lakini salio sasa linalotarajiwa kuwepo ni 395,000 kwa sababu kwenye faida kuna matumizi 5,000 yameshafanyika. Kwa mfumo unakupa ripoti sahihi kabisa kulingana na mauzo pamoja na matumizi ulioyafanya. Lakini huku inakupa jedwali au inakupa michoro kuonyesha namna gani matumizi yalifanyika na namna ambavyo mauzo yalifanyika. Okay, hapa lakini pia mfumo wetu umekupa option ya kushiriki bidhaa. Kwa maana unaweza ukashare bidhaa zako ulizonazo. Unaweza ukashare bidhaa kama kawaida. Kwa mfano mimi bidhaa ndio nao ni moja tu ambayo ni losheni na kwa gharama shilingi 5,000. Jamani, ingekuwa na bidhaa nyingi basi mfumo ungeweza kunipa option bidhaa zote, mimi ningetiki nataka kushare bidhaa gani. Kwa kitiki hapo unakuja unashiriki au unashare bidhaa ulizonazo kwenye WhatsApp au popote pale ili wateja wako waweze kuona bidhaa ulizonazo pamoja na bei zake. Okay, hapa ni sasa inawezekana unataka kukopesha. Sasa anakuja mteja unataka kumkopesha. Huyo mteja maybe FM, namba yake ya simu ni 070918. Huyo mteja anataka kukopa, amekopa kiasi cha shilingi 100,000, amekopa tarehe hapo. Huyo mteja tayari anajilist huku. Hapo unaweza ukaedit, lakini pia inawezekana huyo mteja anaweza akataka kulipa. Hapo unaweza ukamtengenezea mkataba. Sasa huyo mteja aliyekopa unakuja hapa unachagua mteja. Huyo mteja ni huyu hapa. Kazi yake labda ni mkulima. Kazi yake mteja wetu ni mkulima. Mtu wake wa karibu ni Faulink, ndio mtu wake wa karibu. Namba ya kitambulisho maybe ndio namba ya kitambulisho. Jina la kampuni ni Faulink Company. Anatokea Mbuyuni. Namba yake ya simu ya mtu wake wa karibu ni 0707. Hapa ndo namba ya mtu wa karibu. Zena natengeneza mkataba kama kawaida. Mkataba kama kawaida unakuja huko chini. Unakuja chini mkataba umeandaliwa kati ya Faulink ambaye ni mkopeshaji na firma ambaye hiyo hapo kama unavyoona. Kwa hiyo mkataba huu unaweza ukaprint na kila mmoja akaweza kusaini
kwa simu yake kama unavyoona hapa. Kama unavyoona, lakini mambo yanaenda tu vizuri kabisa, hamna shida yoyote. Kwao ni mfumo safi sana ambao unaweza ukautumia kwenye mambo ya mauzo, lakini pia unakusaidia kwenye mambo ya mikopo, kwa sababu inawezekana kuna baadhi ya wateja ambao wanakuja kwa ajili ya kukopa, aidha kukopa fedha, kukopa vitu. Kwa unakuwa na warekodi huku na unakuwa wanapata mikataba automatic kutoka kwenye mfumo. Hapa ni mfumo wa mauzo kama nilivyokueleza. Hapa ni mfumo wa wasibu. Mfumo wa wasibu pia ni mfumo safi sana ambao unafanya kazi bila shida yoyote ile. Kwa hapa unaweza ukajisajili kwenye mfumo wa wasibu. Unajisajili kama kawaida. Mimi najisajili kama student 3. Najisajili kama student 3. Najisajili. Nikishajisajili kwenye mfumo kama kawaida, nishajisajili, naweza sasa nika login kwa kutumia hizo account. Naweza sasa nika login. Ukilogin unakutana na mfumo kama kawaida. Mfumo una sababu mimi sijaweka chochote, ndio nimejisajili, ndio kama unavyoona. Naweza nikaanza kuweka hasa madarasa nilionayo. Naweka labda na form 1. Naweka darasa la form 1 na form 2 na hifadhi. Nina form 3 na hifadhi. Nina form 4 na hifadhi. Baada hapo unaweza kurudi kwenye dashboard. Hapo kwa sababu nimeshaweka madarasa, naweza nikaweka sasa wanafunzi. Naweza nikasajili wanafunzi kama kawaida. Jina la mwanafunzi maybe ST1, jinsia yake, nasajili darasa, nasajili ni boarding au ni day. Kwa nasajili wanafunzi kama kawaida kama unavyoona. Lakini pia naweza nikapakia wanafunzi kutoka kwenye Excel. Hapa niseme labda ni student 2 kama kawaida. Naweza kusajili wanafunzi. Kusajili wanafunzi kama kawaida hapo. Wanafunzi wangu hapo nilionao mimi, naweza nikarudi hapa hivi. Kama unavyoona tayari nimeshasajili madarasa 4, wanafunzi wapo 2. Michango sijasajili, sina michango, kwa naweza nikaja nikaweka aina ya michango nilionayo. Naweka jina la mchango labda ni ada. Jina la mchango labda ni ada. Kiasi maybe kwenye ada ni 100,000. 10,000 ni hiyo ni fedha. Wanafunzi ni wale wa day hapo kwa form 1. Kama unavyoona hapo. Kwa sasa hapo ukishaweka michango hapo, ukirudi kwenye home tayari nimeshaweka michango. Sasa nije nimeshaweka ina michango, nakuja naweka sasa michango ya wanafunzi. Nachagua darasa, kwa mfano nichagua form 2. Huku sina mwanafunzi yote form 2. Nichague form 1 kwa sababu nimeshasajili. Nakutana na wanafunzi 2 form 1 kama unavyoona hapa. Hakuna yote aliyelipa kwenye mchango nilionao ni ada. Hakuna mwanafunzi yote aliyelipa. Kwa nachagua mwanafunzi, aina ya mchango anataka kulipa, then naweka huyu hapa anataka kulipa 10,000. Amelipa tarehe ngapi? Amelipa leo. Kwa unahifadhi. Mfumo unanigomea kwamba kiasi ulichoingiza kimezidi. Ngoja tuangalie, tuweke maybe tuweke 1,000 tuangalie. Hapo bado kuna issue ya mtandao. Course kama kawaida. Kwa ukimaliza hapo unakuja kuangalia report.
Report unaangalia pia kwa darasa, unachagua unatengeneza report sasa kama kawaida. Mara kama kuna michango imetokea huko, unakuta ile michango tayari iko hapa hivi. Kama kuna mchango basi hautaona mchango. Nikija maybe form 2 hapo siwezi kupata mchango kama hata wanafunzi wenyewe hawapo. Kwa hapa ni kwenye uhasibu. Hapa ni kwenye uhasibu. Hapo ni kwenye uhasibu. Kama kawaida hapo ni kwenye uhasibu. Kwa naweza nikaja kwenye vikoba ni vile kwenye mikopo vile, lakini kuna ratiba. Kwa mfumo unafanya kazi nyingi sana. Kwa kwenye vikoba vile unajisajili hapa, unapata huduma zako kama kawaida, unasajili kikundi na vitu vingine. Lakini kwenye mikopo kama kawaida pia mfumo unafanya kazi. Kwa unaweza uka-apply kwa ajili ya ngoja tuseme kwa mfano account yangu ni hapa. Account yangu ni hapa. Kwa mimi naweza nakuja tu nafungua account. Natakiwa najiregister kwanza. Najiregister hapo hivi, ninafungua account. Nikishafungua account tayari nakuja na login kwenye mfumo wangu wa mikopo kwa sababu nimeshajisajili. Kama kawaida hapa ndo mfumo wetu wa mikopo. Ni mfumo simple sana ambao unafanya kazi nyingi sana. Kwa mfano hapa naweza nikaanza sasa kuingiza wateja. Hapo naanza kuingiza mteja wa kwanza. Tuseme huyu hapa ni FM1. Namba yake ya simu maybe 07. Unaweka namba ya simu, unakuja unaweka tarehe, unaweka mwezi. Kiasi anachochukua maybe hapa anachukua 50. Anachukua 50. Je, anachukua miezi mingapi? Unamwekea labda miezi 5. Asilimia hapa anachukua kwa asilimia 15. Unahadi mkopo. Kama kawaida najiongeza huko. Na maana amechukua kwa miezi 5 kwa asilimia 15. Interest ni 7,500. Kwa atakuja kulipa 50,750. Siku ya kumaliza kwa sababu ni miezi 5 itakuwa ni tarehe 3, itakuwa tarehe 11 mwezi wa 3 2026 kwa sababu amechukua kwa miezi 5. Hajalipa chochote kama kawaida. Lakini kama akiwa anaendelea kulipa mteja wako, kama amelipa mteja wako, basi unamwekea hapa tarehe aliyolipa. Unaweka tarehe aliyolipa, then unaweka kiasi alicholipa. Unaweka kiasi alicholipa. Kwa inaonekana ameshalipa 50, imebaki 7,500. Kiasi ambacho anatakiwa alipie. Kwa ni mfumo simple sana na unafanya kazi za uhakika. Kwa hapo mteja tayari amelipa, hapo unaweza sasa uka-edit zile taarifa za mikopo. Hapa kuna mkataba, unaweza pia ukatoa mikataba kwa wale wateja wako. Kwa mfano hapo unachagua mteja wako, unampa mkataba. Sasa huyo mteja uliyemkopesha unaandika jina la kampuni, kazi ya mkopaji, anapoishi, tuseme labda anaishi Masasi, namba ya NIDA maybe ni hapo. Mtu wake Karibu ni huyo hapa, namba tuseme ni hapo. Unatengeneza mkataba. Kama kawaida mkataba wetu unakuja kama hivi unavyoona. Anasema mkataba huu unahusu mkopo uliotolewa na Faulink company kwa hapo aliye mkazi wa Masasi mwenye namba hapo, anayefanya kazi kama mkulima, amekopa hapo. Tarehe hapo kwa kipindi cha miezi 5 kwa riba hapo.
kama unavyoona, kwa natakiwa alipe ifikapo hapo. Kwa ni mfumo ambao unasaidia sana ndugu mtumiaji wa faulink.com. Ni mfumo ambao ni simple sana kwa kutumia, lakini unakupa ripoti ambazo ni za msingi sana. Ya kama unavyoona hapa inakupa format kama hapa ya mkataba, kwa hiyo unaweza tu ukahifadhi, ukaprint mkataba wako na ukaweza kusaini wote kwa pamoja na mambo yakaweza kwenda vizuri kabisa bila shida yoyote. Ya hapa ni issue ya mkataba, lakini hapa ni ripoti sasa za mkopo. Sasa ripoti za mkopo kama unavyoona, maana wateja wako wote utawaona hapa na ripoti zao za mikopo na tarehe ambazo wanatakiwa walipe, kiasi kilicholipwa, kilichokopwa, kilicholipwa, kila kitu unapata ripoti. Kwa hiyo hapa unaweza ukaomba ripoti ya mwaka, ya tarehe, ya mwezi kwa mwanachama mmoja na kila kitu. Lakini pia unaweza ukaprint hiyo ripoti kama unavyoona hapa. Unaweza ukaprint ripoti, lakini pia unaweza ukaprint ripoti kwenye Excel. Ya unaweza kuedit zaidi kama unavyoona. Kwa ni mfumo simple sana. Huku inakupa table. Ya hapa ni mtasari sasa wa mikopo. Ya hapa inakupa kisamali kizuri sana ambacho kinakuonyesha sasa jumla ya mikopo iliyotolewa, mikopo yote iliyotolewa, mikopo iliyorejeshwa, na maana amerejesha hii hapa. Deni kuu bado hii hapa kama tulivyoona kwa mteja wetu, deni kuu bado hii hapa. Faida ya riba, faida ambayo imeshapatikana, faida kutoka kwenye riba ni hapa. Mikopo yote na maana mikopo mtu mmoja, mikopo iliyolipwa kikamilifu bado anadaiwa, mikopo inayosubiri moja, asilimia ya ulipaji 100%. Sasa tuje tuone umuhimu wa hii ripoti. Ngoja twende huyu jamaa alipe kabisa mkopo wake, tuone mambo yanavyokuwa. Kwa mfano hapa baki 7,500, ngoja alipie 7,500 uone mambo yanavyokuwa. 7,500 uone mfumo unavyofanya kazi. Ya huyo tayari ana deni, huyo ana deni. Sasa twende kwenye ripoti yetu tuone. Twende kwenye ripoti yetu hapa. Ya kama unavyoona hapa, huyu tayari mikopo iliyorejeshwa ni hapa. Deni kuu bado hakuna deni la mkopo uliobakia. Faida iliyopatikana ni hapa. Mkopo ni kama hivi. Mikopo iliyolipwa kikamilifu, mkopo mmoja ameshalipa kikamilifu huyo mmoja, lakini mikopo inayosubiri hakuna hata moja. Ya kama unavyoona ndugu mfuatiliaji wa faulink.com, kwa ni mfumo ambao unafanya kazi za uhakika bila shida yote. Tuangalie matumizi. Kwa mfano unaweza kuwa na matumizi yako, ya unakuwa na rekodi huku matumizi kama kawaida. Jina la matumizi labda ni chakula, matumizi yaliyofanyika labda ni chakula. Jina la mtumiaji labda ni Faustin, jina la mtumiaji labda ni Faustin. Jina la matumizi ni chakula, inawezekana. Kiasi alichotumia 5,000, tuseme 50,000. 50. Maelezo tuseme boss ndo ameidhinisha, boss. Tunaongeza matumizi hapa. Ya matumizi yameongezeka kama unavyoona hapo, matumizi yameongezeka hapo. Unaweza ukahariri, kwa maana unaweza ukaedit. Ya lakini ukirudi kwenye dashboard unakuja unapata ripoti za matumizi yaliyofanyika ni haya hapa. Unachagua kila aina ya matumizi then unapata ripoti yake. Ya tuangalie sasa ripoti ya kiujumla. Sasa mikopo, jumla ya mikopo ni hapa. Kiasi kilichorejeshwa ndio hicho. Deni lililobaki, hatuna deni lililobaki. Okay. Kwa hiyo mambo mazuri kabisa. Karibu sana ndugu mfuatiliaji wa faulink.com upate huduma
zote muhimu zinazotakiwa. Kwa hapo tulikuwa kwenye issue ya mikopo. Unaweza tena ukarudi kwenye Faulink kupata huduma zingine. Faulink hapo ilikuwa ni mikopo, lakini pia unaweza ukapata timetable. Unaweza ukapata huduma timetable kama kawaida, unajisajili zeni unafanya mambo mengine yote kwenye mfumo wetu. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa faulink.com. Huo ni mfumo bora zaidi ambao una vitu vingi kwa pamoja. Tunasema ni all in one. All in one kwa maana unapata mfumo wa matokeo, unapata mfumo wa mauzo, unapata mfumo wa Simu, unapata mfumo wa vikoba, unapata mfumo wa mikopo, unapata mfumo wa ratiba, lakini pia unapata blogs na kadhalika. Ndugu mfuatiliaji wa Faulink, kama unataka kujisajili kwenye mfumo, unajisajili free kabisa kwenye mifumo yote unayoiona. Unajisajili free, lakini utahitaji kulipia kiasi kidogo baada ya kuwasiliana na Faulink kupitia namba simu. Utajisajili na Faulink, kwa hiyo unachotakiwa kufanya ndugu mfuatiliaji wa Faulink, wewe tumia mfumo wetu wa kawaida, lakini ukishamaliza kutumia mfumo wetu, ukishauelewa, basi utahitaji kulipia kutoka kwenye namba 0. Utahitaji kuwasiliana na Faulink kupitia 0693 11 85 09. Kwa hapa inatakiwa wasiliane na Faulink kupitia hii namba ili uweze kujipatia mfumo safi kabisa ambayo haina shida yoyote ile. Karibu sana ndugu mfuatiliaji wa Faulink channel. Kwa mfumo wetu ni hapa kama unavyoona, hapa ndo mfumo wetu. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba simu hapa kama unavyoona. Kama unavyoona, unaweza kuwasiliana nasi kupitia hiyo namba. Lakini pia kama unahitaji kupata mfumo ambao uko separate, ina maana mfumo wako ambao na domain yako, tafadhali pia wasiliana nasi kupitia namba ya simu unayoiona hii ili uweze kupata mfumo wako safi kabisa ambao utautumia bila shida yote, mfumo wenye jina lako kwa gharama nafuu zaidi. Mfano wa hiyo mifumo ambayo inakuwa na jina lako, kwa mfano unaweza kupata mfumo kama wa mteja wetu mmoja mwenyewe ana mfumo unaitwa kwa mtolo.faulink.com. Kwa mwenyewe akiingia kama admin, anakutana dashboard yake kama unavyoona. Anaweza akasajili walimu wake, akasajili wanafunzi, akasajili madarasa, akasajili masomo, akawasaini walimu kwenye madarasa husika, akapata matokeo kubandika, mfumo wa nectar alternative, kutoa matokeo, akaedit test alizonazo, akaedit report, akapata individual report kwa maana yale matokeo ya kubandika ya wazazi, akaangalia best student, worst student, vitu vingi. Anaweza kuhamisha wanafunzi kutoka darasa moja kwenda lingine, anaweza kuingiza pia ada kama unavyoona. Kwa unaweza ukaingiza aina ya malipo kama kawaida, unaingiza ada uliona aina ya malipo, unachagua kiasi, unachagua darasa kama unavyoona. Kwa ni mfumo ambao unaweza kusaidia kufanya vitu vingi.
Kwa hapa ni mfumo wa matokeo, lakini ndani yake kuna mifumo mingi kama vile mfumo wa mauzo. Unaweza ukamanage mfumo wa mauzo, una manage attendance na vitu vingine vingi. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa faulink.com. Karibu ujipatie mfumo bora wa mauzo, mfumo bora wa matokeo, mfumo bora wa mikopo, mfumo bora wa vikoba, mfumo bora wa wasibu. Lakini utapata blog yako kama unahitaji blogi, kama unahitaji website, kama unahitaji kujifunza kodi. Karibu sana faulink.com kwa ajili ya huduma yoyote utakayohitaji. Asante sana. Lakini kwa mawasiliano basi wasiliana nasi kupitia namba unazoziona hapa, aidha kwa kupiga simu au WhatsApp. Piga simu kama unavyoona hapo hivi. Lakini kwa gharama zetu pia unaweza tukaangalia gharama zetu. Unaweza kupata gharama zetu. Kupitia pia mfumo wetu kama kawaida. Mfano wa gharama zetu ni hizi hapa. Unaweza kupata mfumo wa mauzo, unaweza kupata mfumo wa matokeo, mfumo wa ratiba, mfumo wa vikoba, mfumo wa mikopo, mfumo wa wasibu, kutengeneza blogi kama unavyoona, kutengeneza website ya kawaida na kutengeneza website yenye database ndani yake kama unavyoona. Hawa ni baadhi tu ya wateja wetu ambao wametengenezewa mifumo yetu, ambao wamefurahia sana mifumo yetu. Asante sana. Karibu, na kama unahitaji huduma yetu yoyote basi usisite kuwasiliana nasi kwa kupiga simu au kwa kutumia ujumbe kwenye WhatsApp kupitia namba uliopewa. Kwa email tutafute kwa faustin@gmail.com. Asante sana.